Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Salama, shikamoo Faza. Marahaba Pilato. Mbona bado umelala mpaka sasa hivi? Angali ni muda wa kwenda kwenye kazi. Halafu tuna siku 2-3 hizi. Ni kama umenitenga kabisa kwenye kazi. Wewe kulala kwangu mimi kuna kuhusu nini? Kulala kwangu mimi mpaka sasa hivi kuna kuhusu nini nakuuliza? Yaani wewe mzee, hata ukisema kazi sasa hivi kazi umeshanipa nuksi. Kila sehemu ninayoenda kuomba kazi nakosa kazi. Yaani tangia nimeanza kufanya kazi na wewe ni nuksi. Baraa tupu tu. Boxi. Hii ushawahi kwenda kwa mganga? Mganga msikia kwenda ndugu yangu. Samahani rafiki yangu Boxi, kwa kuuliza swali hili. Hivi mganga anaweza kutoa utajiri? Mganga kutoa utajiri? Inawezekana, lakini pesa za waganga zina masharti mengi sana ndugu yangu. Mganga anaweza akakupa pesa lakini akakupa masharti mengi sana kiasi cha kwamba unaweza ukatoa kafara ndugu zako, ukapoteza ndugu zako, jamaa zako wa karibu. Yaani umesababisha mimi nakosa pesa mpaka mke wangu naamua kumrudisha kwao wakale. Kweli wewe mzee? Wewe yani ndio unazidi kunivuruga akili. Yaani ikifika Jumapili ambapo tunaweza tukafanya kazi zikaingiza hela nyingi zaidi, unakuwa unafanya tu kwa busy kanisani. Mimi siendi kanisani kama wewe. Ushakuwa ni nuksi kuna maisha yangu. Kwanza nakuomba tu mzee uondoke hapa nyumbani kwangu, sio kaniletea nuksi na hapa. Lakini Pilato, mbona tulianza vizuri? Hakuna cha lakini mzee. Lakini nini? Ondoka kwangu. Kisha ntoba wewe. Kenge mwekundu, kenge wa rangi. Wewe toa nuksi hapa kwangu. Paka kieleweke. Yaani wewe. Na muda mwingine unaweza ukapotea hata wewe mwenyewe na usiambulie kitu chochote. Vipi? Kwa nini umeniuliza swali hilo? Okay sawa. Ngoja nije. Huyu jamaa vipi? Bwana niuliza maswali magumu kiasi hiki. Sawa bwana. Wewe, mbona umekuwa tofauti na mwanzoni? Sasa hivi umekuwa na nguvu. Kabla hata bado hujatoa kafara. Si mambo ya kiboyo. Vipi? Nimeendelea vizuri eh? Si mambo ya kiboyo. Umeshaanza kutumia kibuyu, si ndio? Kabla hata bado hujatoa kafara. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua madhara yake? Madhara yake ni uhai wako wewe. Nakumbuka umechaguliwa kuwa kiongozi katika kilinge chetu. Kwa hiyo, angalia sana matumizi ya kibuyu hicho. Ukikaa vibaya, tuachane na hayo. Kuna majanga ambayo yanajitokeza kwa sasa.
katika eneo letu, visima vya eneo letu vimeanza kukauka kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo unatakiwa uwaishe kafara yako mapema uweze kuzuia hili jambo, kwa maana wewe ndio umechaguliwa. Kwanza usiwe na wasiwasi, nikuhakikishie tu kwamba kuanzia leo tarajia taarifa nzuri, kwa maana mzee Nelson leo lazima afe. Alafu baada ya kufa nitakalia kiti, nitakuwa malkia. Sasa nitakapokamata makali ya upanga nitaanza kuchinja mmoja baada ya mwingine. Alafu na kuhusu hivi visima vya hapa, ni jambo dogo sana kwangu. Aisha Kaoge mimi ni bingwa wa mambo kama hayo. Kama alishindwa mama yake na mke wake mkubwa akashindwa, mimi Aisha Kaoge lazima nimmalize. Siwezi kushindwa kukalia kiti kwa sababu ya yule mwanaume. Yule yuko hapa. Na kingine, yule mwanaume mchache sana kwangu, maana yuko mikononi mwangu. Namchezesha namna hii nikimtaka wakati wote nampata. Sawa, siwezi kukupinga sana kwa sababu unaelekea kuwa kiongozi wangu, lakini nikukumbushe tu, hicho kibuyu kitumie vizuri, yasija yakakutokea puani. Asharara. Vizuri sana. Nafurahi sana kwamba wewe unatambua kwamba mimi ni kiongozi wako ajaye. Sasa basi, unatakiwa kuwa karibu na mimi ili uvune. Nitakapokalia kiti, utakuwa mkono wangu huu. Nitakuwa nakupa marupurupu, na hata kama tutapokaa kwenye vikao vyetu nitakupa nyama kubwa ili upunguze kamdomo. Samani blaza, mimi nilikuwa nataka kazi, angalau nielekeze namna ya kutengeneza hapa. Unataka kazi gani ambayo ni kwa ajili mimi? Blaza, hata hii tu. Ili mimi blaza, ninaweza kufanya kazi yoyote. Ukinifundisha mimi nitakuwa fundi mzuri blaza. Hii kazi huiwezi kwa sababu ni kuangalia mwili wako ulegelege sana bro. Vipi? Wakuja tu huku kutupigia kelele tu. Vipi? Wewe toka bwana. Wachana kazi zetu sisi. Tunahangaika huku mjini wakuja kutupigia kelele sisi wanaume. Hebu nenda zako huko. Nakwambia kwamba unatoka, yani umetoka kijijini kuja kutusumbua sisi humu mjini kuja kuomba kazi. Vipi na hiyo kazi unataka kazi gani? Hebu nenda bwana. Vipi wewe? Hebu nenda. Wakati mwingine matumaini yanapotea kwa sababu ya changamoto anawaza pengine Mungu yuko mbali naye, ndiyo maana anayapitia hayo. Wakati mwingine anauambia moyo wake akisema Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Mbona kama hauko sawa? Unaendeleaje huko nyumbani? Mtumishi, habari za nyumbani hata sio kwema. Yaani hakuna ninachokielewa.
Nimejitahidi sana kuwa namuomba Mungu wangu ili anipunguzie haya majanga nilionayo, lakini cha ajabu hakuna kinachobadilika. Yaani mtumishi, linatoka hili linaingia hili, sio kwa mke wangu, sio kwa familia yangu. Yaani leo ni afadhali ya jana. Pole sana Nelson, na imani hayo ni mapito tu, ipo siku yatakwisha. Endelea kumtumaini Mungu. Kwa sasa na dharura kidogo, natoka katika eneo hili kuelekea eneo fulani kwa ajili ya maombi. Nikirudi nitakuja nikusalimie nyumbani. Mtumishi, asante sana kwa ushauri wako, lakini hata kama ungekuwa ni wewe, uwe unaomba Mungu hakujibu, hebu niambie ni maamuzi yapi unaweza kuyachukua? Unaingia ndani, unafunga mlango, tena katika eneo la siri, unamuomba Mungu wako, halafu huyo Mungu wako hakujibu, unaweza kufanya nini? Nisikilize nikwambie mchungaji, kuna muda nakata tamaa ya kuomba, kwa sababu katika eneo hili lote lina wakazi karibia 1000. Mwenye majaribu ni mimi peke yangu, si ndio? Kwa nini huyo Mungu kama yuko fair? Na kuuliza wewe sasa, kama huyo Mungu yuko fair, kwa nini kila kaya asichukue mtu mmoja mmoja akapitia majaribu kama anayoyapitia mimi? Kwa nini mimi tu? Nimefanya kila kitu, mtumishi, umeniombea mara kadhaa, lakini nikirudi nyumbani kwangu ni majanga yale yale. Haya, niulize sasa, nikuulize, je, mimi peke yangu ndo sina Mungu, si ndio? Mimi peke yangu ndo Mungu asikii maombi yangu? Sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia Mungu wetu ni upendeleo, wengine wasipitie majanga, mimi peke yangu, si ndio? Mtumishi, nakuheshimu sana. Nimesimama hapa kwa sababu ya heshima tu, lakini hali ambayo naipitia sasa hivi ni hali mbaya sana. Sitaki kusikia neno la mtu yoyote. Mungu atatushindia moyo wangu, endelea kumwamini Mungu, yatapita tu, endelea kumwamini Mungu. Mm-hmm.